Karibu katika sehemu ya kwanza ya mafunzo haya. Ndugu mshiriki, ni kukaribisha rasmi kwenye mafunzo haya ya namna bora ya uendeshaji wa mashauri ya watoto, mafunzo ambayo yanaendeshwa kwa njia ya video. Mafunzo haya ni muhimu sana kwako kutokana na umuhimu wa mashauri ya watoto, lakini kutokana na umuhimu vile vile wa wewe kama msaidizi wa kumbukumbu wa mahakama. Tunatambua kwamba mtoto kabla ya kwenda mahakamani atakutana na msaidizi wa kumbukumbu, kwa sababu yeye ndo anayeshughulikia na uandaaji wa mahakama, lakini vile vile uandaaji wa majalada yote, pamoja na kwamba yako kwa njia ya mtandao. Lakini tunatambua baada ya hapo msaidizi wa kumbukumbu yeye ndo anayesimamia zile amri ambazo zitatolewa na mahakama. Hivyo basi ni muhimu sana kwa wewe kama msaidizi wa kumbukumbu kufuatilia kwa umakini mafunzo haya kwa sababu ya umuhimu wake. Lakini vile vile tutambue kwamba mafunzo yanayohusiana na mashauri ya watoto nao ni mashauri ambayo ni ya kipekee na unyeti wake. Kwanza kutokana na umri wa mtoto ni mdogo, lakini vile vile mtoto uwezo wake wa kufikiri pamoja na kukabiliana na changamoto ni mdogo. Hivyo basi nafasi yako ni kubwa sana katika kuisaidia mahakama pamoja na majaji na mahakimu kwenye namna bora ya uendeshaji wa mashauri haya. Naamini utafurahia mafunzo yetu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ndugu mshiriki wa mafunzo haya, nikupongeze sana kwa kuwa mmoja wa washiriki katika mafunzo haya mahususi. Nichukue fursa hii kukukaribisha katika mafunzo haya na nikupongeze kwa kuwa sehemu ya mafunzo haya. Natamani ufahamu umuhimu wako katika utunzaji wa kumbukumbu ya mashauri yanayohusu watoto. Utunzaji mzuri wa kumbukumbu utaleta tija hata katika maamuzi yatakayofanyika katika mashauri. Naombi moja tu kwako, usihudhurie tu mafunzo haya kwa njia ya mtandao kwa maana ya kujifurahisha, lakini hebu yape umuhimu wa pekee, kwa sababu pale ambapo utatunza kumbukumbu vizuri yanayohusu masuala ya mtoto, utasaidia hata kuweka utaratibu mzuri wa kutunza haki ya mtoto na maslahi mapana ya mtoto. Leo huyu unayemsaidia kutunza kumbukumbu zake ni mtoto, lakini ni kijana wa kesho na mzee wa kesho kutwa. Nakutakia kila la heri. Katika sehemu hii tutaangazia msingi wa kisheria wa ulinzi wa mtoto hapa Tanzania kama unavyoelekezwa na sheria ya mtoto sura ya 13 kama ilivyorekebishwa. Kwa mujibu wa sheria ya mtoto, mtoto ni mtu yoyote mwenye umri chini ya miaka 18. Na hii tafsiri ya mtoto ni kwa mujibu wa mikataba ya kitaifa na mikataba ya kikanda ya haki ya mtoto. Kwa hiyo sheria imeweka tafsiri maalum ya mtoto ni nani ili huyu mtoto aweze kupewa haki yake. Kwanza, ukijua mtoto ni nani, utajua mahakama sahihi ambayo anatakiwa kesi yake isikilizwe, na utajua ni namna gani ahudumiwe pale mahakamani. Kwa mujibu wa sheria ya mtoto, wapo watoto wanaokutana na sheria na wanaokinzana na sheria. Wote hawa wanahitaji ulinzi maalum kulingana na mazingira ya kisheria. Watoto wanaokutana na sheria ni watoto ambao wanahudhuria mahakamani au katika vyombo vingine vyovyote vya utoaji haki kama wahanga wa ukatili au shahidi wa kuwezesha maamuzi sahihi kuchukuliwa juu ya ulinzi na ustawi wa haki zao. Ni watoto ambao tunakutana nao ambao tunawaita watoto waliokutana na sheria. Sheria tu imemkuta kwamba yeye anahitaji kupewa ulinzi, basi anajikuta amefika mahakamani ili apate amri sahihi ya mahakama aweze kupelekwa mahali sahihi, au anatakiwa apewe haki ya elimu, basi shauri limefikishwa mahakamani ili huyu mtoto aweze kupata haki yake ya elimu, haki yake ya matunzo, haki ya jina. Mfano kama labda mzazi amemkataa, baba hatambui kama ni mtoto wake, basi italetwa shauri mahakamani ili huyu mtoto ajulikane baba yake ni nani. Kwa hiyo hao tunaita ni watoto waliokutana na sheria. Watoto wanaokinzana na sheria. Watoto hawa ni wale wanaotuhumiwa au kushtakiwa kwa kutenda kosa la jinai. Yaani anaweza akawa amefanya uwizi, ametuhumiwa kwa kuua, ametuhumiwa kwa unyang'anyi. Akifika mahakamani anatakiwa kupewa ulinzi, kwa maana kwamba hata maabusu anayowekwa anatakiwa awekwe maabusu tofauti na watu wazima. Mtoto wa chini ya miaka 18, sheria inatutaka kuweka usiri wakati wa kushughulikia shauri lake, na ndio maana hata kwenye kusikiliza kesi yake tunakaa kwenye chemba, tunakaa kwenye vyumba vya mahakimu
hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia kwenye hiyo mahakama isipokuwa wale ambao wametajwa kisheria. Haki za mtoto anapokutana au kukinzana na sheria. Makundi yote mawili wote wanahitaji haki mahakamani. Tukianza na mtoto aliyekinzana na sheria, anatakiwa apewe haki muhimu sana. Mfano, kama anakuja kutoa ushahidi, kama haelewi lugha ya mahakama apewe mkalimani. Kama ni mtoto mdogo, na sasa hivi sheria imefanyiwa marekebisho, lazima afisa ustawi wa jamii awepo ili aweze kumsaidia, au awepo kwa ajili ya ulinzi na usalama wa mtoto pale anavyokuja kutoa ushahidi. Kama mtunza kumbukumbu, kuna umuhimu wa kufahamu hayo makundi mawili, kwa sababu yule aliyekinzana na sheria kuna mahitaji yake, na huyu aliyekutana na sheria kuna mahitaji yake, na wewe mtunza kumbukumbu ndiye unayeita mashauri mahakamani. Kwa moja kwa moja unatakiwa ujue haki za huyu, yani ujue hayo makundi mawili. Ukijua kabisa kwamba huyu mtoto aliyekinzana na sheria ninatakiwa nimuite muda gani mahakamani, na anavyoingia mahakamani anatakiwa awe na nani wengine. Sheria imeeleza ni watu gani wanatakiwa kuwepo kwenye shauri ya mtoto aliyekinzana na sheria. Kwa hiyo unajua, lazima ukijua kwamba huyu ni mtoto aliyekinzana na sheria, kwa hiyo utajua namna ya kuenenda sawasawa na sheria inavyokutaka ili uweze kumuita kwa wakati unaofaa. Moja ya kanuni za msingi za kuzingatia wakati wa kushughulikia mashauri ya mtoto ni kutokubaguliwa. Sheria ya mtoto inakataza ubaguzi wa mtoto kwa misingi ya jinsia, ulemavu, hadhi ya kuzaliwa au hali ya kiuchumi. Na uendeshaji wa mashauri ya watoto tunasema hauko rasmi sana. Maana yake mkiwa kule mahakamani, huyu mtoto muda wowote anatakiwa aruhusiwe kuongea na msaidizi wake. Mtu anayemsaidia pale mahakamani anaweza akaomba aongee kwanza na wakili wake kabla ya kujibu jambo lolote pale mahakamani. Anaweza akaomba kuongea na mzazi wake kabla ya kufanya kitu chochote pale mahakamani kinachohusu hatima ya shauri lake, na hii itamsaidia hata kama mahali ambapo hajaelewa kinachoongelewa mahakamani, basi atakavyopewa nafasi ile ya kushiriki au ya kuongea na wakili wake au na msaidizi wake yoyote yule, manake mtajua kwamba huyu kuna kitu anafanya. Sheria ya mtoto vilevile inawajibisha wazazi na serikali kumlinda mtoto dhidi ya adhabu ya kifo na kuhakikisha ukuaji wake wa kimwili na kihisia. Mtoto yeyote anapofikishwa mahakamani, huyu aliyekinzana na sheria ana haki ya kudhaminiwa kama kosa lina dhamana kisheria. Kwa hiyo akifika pale mahakamani anatakiwa kudhaminiwa, tena kwa masharti mepesi. Na ukisoma kanuni za uendeshaji wa mashauri ya watoto zinaeleza kabisa kwamba hatakiwi kupewa masharti ya dhamana ya masharti ya kifedha. Maana yake tumezoea kwenye kesi zingine au mashauri ya watu wazima huwa tunasema mtu anapewa dhamana kwa kutimiza fungu la dhamana la kiasi fulani. Kwenye kesi au mashauri ya watoto, huyu mtoto hatakiwi kupewa masharti mazito au ya kifedha. Anaweza akadhaminiwa bila mdhamini au akadhaminiwa na mdhamini, lakini kwa masharti mepesi sana. Kanuni za msingi katika uendeshaji wa mashauri ya watoto kwa mujibu wa sheria ya mtoto imetaja kanuni za msingi 4, ambapo kuna sheria ya mtoto imetaja maslahi mapana ya mtoto. Ni jambo la msingi sana la kuzingatia kuliko vitu vingine vyovyote unavyohusika na mtoto, iwe ni mahakamani, iwe ni mtaani, iwe ni wapi. Sheria ya mtoto haijasema ni wapi tu, kwamba ni mahakamani tu ndo lazima uzingatie hizo kanuni, lakini kuna maslahi bora ya mtoto. Mtoto hatakiwi kubaguliwa katika lolote unalolifanya, mtoto asibaguliwe. Mtoto ana haki ya kuishi, lakini pia mtoto ana haki ya kushirikishwa, aelewe ni nini kinachoendelea. Unapokutana na mtoto pale mahakamani, kuna vitu vya msingi ambavyo wewe unatakiwa umpe. Watoto wengi chini ya miaka 18 unakuta ni wanafunzi. Kwa hiyo amekuja, na sisi kama mahakama tunasikiliza kesi siku za kazi ambazo ndio siku ambazo na mwanafunzi anaenda shule, na kwa mujibu wa sheria ya mtoto mwanafunzi ana haki ya elimu pia. Sasa wewe kama msaidizi wa kumbukumbu, wewe ndio wa kwanza wa kukutana na mtoto pale anapofika mahakamani. Ni lazima
ili ujue maslahi mapana ya mtoto, ni lazima ujue huyu mtoto mahitaji yake ni nini. Kwanza ni mwanafunzi, kwanza sijui ana uhitaji fulani, ni mgonjwa au ana ulemavu huyo mtoto. Maana yake kwa maslahi mapana ya huyu mtoto, tukianza sasa hiyo kanuni mojawapo, maana yake huyu mtoto ana mahitaji yake maalum. Ninatakiwa nifanye nini? Basi kama ni shauri lake kulipa kipaumbele, nitafanya hivyo. Kama ni shauri lake kulipanga, kwa sababu msaidizi wa kumbukumbu ndiye anayeshauri pia ni tarehe ngapi shauri hili lipangwe kama tukiahirisha. Wewe kama msaidizi wa kumbukumbu unatakiwa ujue unavyoshughulika na masuala ya watoto, unatakiwa ujue kipindi cha mitihani cha hawa watoto. Sio unapanga hilo shauri au unapendekeza tarehe ambayo unajua kabisa ni mwezi ambao unaenda kufunga shule, watoto wanakuwa kwenye mitihani. Manake ukipanga tarehe hiyo, huyu mtoto tayari anakosa haki ya elimu kwa sababu atashindwa kwenda kwenye chumba cha mtihani. Uendeshaji wa mahakama ya watoto huwa tunakaa kama kikao. Mtu yoyote pale ambapo anaona haki ya mtoto haijakaa vizuri, anaweza akazungumza. Mheshimiwa, kwa ridhaa ya mahakama, nilikuwa naomba niondoke na mtoto mpaka kwenye ofisi yangu nikamuoji sehemu yenye ufaragha, kwa sababu hapa naona hanipi ushirikiano na ameonekana amepoteza furaha. Labda kuna jambo anaweza akanielezea la zaidi. Kwa wewe kama msaidizi wa mtoto, unaweza ukaona mtoto anasinzia mahakamani, lakini labda hakimu anasikiliza kesi hajamuona, unaruhusiwa kumwambia mheshimiwa hakimu kwamba mheshimiwa, samani, naona kama mtoto amechoka anasinzia, ili ikiwezekana apewe ruhusa ya kupumzika, ili akirudi arudi mahakamani akiwa fresh, anaweza akashiriki chochote kinachoendelea mahakamani. Mfano, hawa watoto wanapopewa adhabu, huwa kawaida kabla ya kufika kwenye adhabu, lazima hakimu amtake afisa ustawi wa jamii aandike taarifa ya uchunguzi ya kupendekeza ni adhabu gani apewe. Sasa kuna wakati unaweza kukuta labda ikatokea mahakama imesahau kufuata huo utaratibu. Wewe kama msaidizi wa kumbukumbu, kwa sababu unajua hili eneo ambalo tayari umeshaelimishwa, manake unaweza ukatumia mwanya huo hata kumsaidia mtoa maamuzi ili aweze kuenenda kwa mujibu wa sheria, lakini kwa upole kama kushauri. Sasa tunavyosema mtoto apewe haki ya kushirikishwa, maana yake unatafutwa muda ambao huyu mtoto yuko huru, ana mawazo huru. Maana yake mahakama inaweza ikataka hayo mawazo yake ili aweze kueleza na yeye maoni yake ni nini kwenye maamuzi mazito ambayo yanaweza kufanyika dhidi yake, na anaweza akatoa hayo mahakamani au kupitia afisa ustawi wa jamii ambaye atatafuta muda wake wa faragha. Anaweza akamfuata shule kama yuko shule, au kama yuko nyumbani basi anaweza akafuata nyumbani, akatafuta muda akacheza naye vizuri. Yule mtoto anakuwa amesha tulia, yuko kwenye utulivu, basi anaweza akatoa maoni yake vizuri. Katika sehemu hii tutazungumzia muundo wa mahakama nchini Tanzania na uhusiano wake na mashauri ya watoto. Kuelewa muundo wa mahakama ni muhimu katika kusimamia mashauri ya watoto. Kila ngazi ina jukumu la kipekee katika utoaji wa haki kwa watoto. Mahakama ya mwanzo. Mahakama ya mwanzo hushughulikia mashauri ya awali yanayohusiana na ndoa, mirathi na kesi za madai chini ya sheria za kimila au za Kiislamu. Mahakama ya mwanzo kwa muktadha wa mashauri ya watoto inafanya kazi kama ndio mahakama ya ngazi ya chini zaidi kwenye mfumo mzima au ngazi za kimahakama kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa kuwa tunafahamu tunayo mahakama ya mwanzo ambayo ndio nitaizungumzia hivi punde, mpaka mahakama ya rufani ambayo ndio mahakama ya mwisho kabisa. Sasa wewe kama afisa au msaidizi wa kumbukumbu unapaswa ufahamu mahakama imeundwa au ina muundo wa namna gani, kwa sababu ni katika kujua hiyo tu ndio utakuwa tayari au utaelewa mashauri ya watoto yanapelekwa katika mahakama ipi na yanashughulikiwaje.
Mahakama za wilaya na hakimu mkazi hushughulikia rufaa kutoka mahakama ya mwanzo na baadhi ya kesi za jinai zinazohusisha watoto. Pia mahakama hizi zina mamlaka ya kusikiliza mashauri ya kuasili mtoto. Ingawa zote zina mamlaka sawa juu ya mashauri ya watoto, ni mahakama ya wilaya pekee inayoshughulikia rufaa kutoka mahakama ya mwanzo. Hata hivyo, ni muhimu kufahamu kuwa sheria ya mtoto pia imeipa mamlaka mahakama ya wilaya na mahakama ya hakimu mkazi kusikiliza kesi za watoto pale inapolazimika kufanya hivyo. Kwa mujibu wa sheria, mahakama hizi mbili, kwa maana ya mahakama ya wilaya na mahakama ya hakimu mkazi, zinayo mamlaka yanayofanana, kwa maana ziko katika ngazi moja kimamlaka, isipokuwa moja inakuwa ina uwanda wa wilaya husika na ile nyingineyo inakuwa katika uwanda wa mkoa husika. Lakini zipo pia mahakama za hakimu mkazi ambazo zimeanzishwa kwa ajili ya jambo maalum, kwa maana ipo inaisikiliza kwa uwanda huo wa mkoa, lakini kwa jambo maalum. Sasa kwa muktadha wa mafunzo yetu au kwa muktadha wa mashauri ya watoto, nitazungumzia namna mahakama hizi mbili zinafanya kazi. Mahakama ya wilaya yenyewe inapokea rufaa kutoka mahakama ya mwanzo. Ukumbukwe nimezungumza hapo awali kwamba mahakama ya mwanzo inasikiliza mashauri ambayo yanahusisha watoto au yanahusisha haki za watoto. Mahakama ya watoto ni mahakama maalum iliyoanzishwa kushughulikia mashauri yote yanayomhusu mtoto kwa namna rafiki na isiyo rasmi. Mahakama ya mtoto imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya mtoto, sheria ya mwaka 2009 kama ilivyofanyiwa marekebisho, na ni mahakama ilianzishwa maalum kutoka katika hatua za awali ambazo zilikuwepo. Ikumbukwe kwamba kabla ya mahakama hii kuanzishwa rasmi, kwa maana ya kuwa mahakama inayojitegemea au iko pale kwa upekee wake, hapo awali kulikuwa na sheria mbalimbali zinazoongoza masuala yanayohusu watoto, lakini kulikuwa na utaratibu wa kusikiza mashauri katika mahakama hizi za kawaida, lakini zinazojikonstitute kama mahakama ya watoto. Mahakama Kuu. Mahakama Kuu ina mamlaka ya kusikiliza mashauri ya jinai na madai bila mipaka na hupokea rufaa kutoka kwenye mahakama za chini ikiwemo mashauri ya watoto. Mahakama Kuu kwa mujibu wa muundo wa mahakama katika nchi yetu ya Tanzania ni mahakama ambayo ina mamlaka tunasema yasiyo na mipaka, kwa kuwa inapokea rufaa kutoka kwenye mahakama hizi zote ambazo nimezitaja. Maana yake ni kwamba inapata mashauri haya yanayohusu watoto ikiwa inakaa katika hatua ya rufaa. Lakini pia tunao mashauri ya jinai ambayo tumesema yanasikizwa kwenye hizi mahakama zingine za chini. Pia kama kuna mtoto ameshtakiwa, ameona hakuridhika na maamuzi ambayo mahakama ya chini imetoa, anaamua kukata rufaa kwenda mahakama kuu. Ataenda kama alisikilizwa mahakama ya watoto, maana yake ataenda mahakama kuu pale kwa ajili ya kusema mimi sijaridhika, ninaomba sasa mahakama nisikilize tena kwa hatua nyingine ili ione kama ninayo hatia ama la. Kwa hiyo mahakama kuu itakaa pale kusikiliza ile shauri kwa hatua ya rufaa. Kwa mtoto ambaye amefanya kosa la jinai ambalo mamlaka yake ni ya mahakama kuu, na hapa ninazungumzia makosa kama mauaji, basi mtoto huyu baada ya kuwa amechukuliwa na polisi, kwa maana ameshawekwa mikononi mwa polisi, hatua za awali za kipolisi zimekamilika, basi jalada lile baada ya kuwa limepita kwenye ofisi ya mashtaka, baadaye wataileta kwenye mahakama ya watoto. Yaani wataleta hati ya mashtaka kwenye mahakama ya watoto. Hawamleti katika mahakama ya watoto kwamba ndio wanakuja kusikilizwa kuhusiana na kosa alilolitenda, hapana, isipokuwa anakuja katika hatua ya awali ya kumwandaa mtoto huyu kwa ajili ya kwenda kusikiliza kesi yake ya msingi na ya mauaji katika mahakama kuu, ambayo ndio mahakama yenye mamlaka ya kusikiliza shauri linalohusu kosa hilo nililolitaja la mauaji. Mahakama ya rufani. Hii ndio mahakama ya juu kabisa nchini Tanzania kwa sasa na hushughulikia rufaa zinazotokana na mashauri ya watoto kutoka mahakama kuu ya Tanzania na Zanzibar, isipokuwa katika mashauri ya kikatiba au ya mahakama ya kadhi. Ingawa si mahakama ya kuanzisha mashauri, ina jukumu muhimu la kuhakikisha haki inatendeka katika ngazi ya juu zaidi. Ni mahakama ya juu kabisa kwa muundo wa kimahakama kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa maana ya kwamba mtu akitoka mahakama ya mwanzo hakuridhishwa, akaenda mahakama ya wilaya hakuridhishwa, au mathalani alikuwa mahakama ya mkoa hakuridhishwa, anaenda mahakama kuu. Akiona pia bado hakuridhishwa, anaenda mahakama ya rufani. Kwa maana yake inasikiliza mashauri ya rufaa
yote yanayotoka katika mahakama zote nilizozitaja hapo chini. Kwa muktadha wa mashauri ya watoto, mahakama hii pia inapokea mashauri ya rufaa yanayohusu watoto. Ikumbukwe nilisema hapo awali kwamba mahakama hizi za chini zinasikiza mashauri ya watoto kwenye mazingira tofauti tofauti. Nikataja hapa mashauri ya madai, lakini pia nikataja mashauri yanayohusu ulinzi wa mtoto na mashauri ya jinai. Kwa baada ya kuwa mahakama hizi zote zimesikiliza haya mashauri na wadau hawakuridhika au mtoto anayehusika hakuridhika na maamuzi yaliyotolewa, basi mahakama ya mwisho kabisa kwenda kutafuta haki yake inakuwa ni mahakama ya rufaa, na ndio mwisho wa utafutaji haki kwa mujibu wa muundo wa mahakama yetu hapa Tanzania. Kumbukumbu ni nini? Kumbukumbu ni taarifa yoyote inayoandaliwa, kupokelewa na kuhifadhiwa na mtu au taasisi kama uthibitisho wa shughuli za kibiashara au kisheria bila kujali aina yake. Yaani inaweza ikawa karatasi, sauti au video na kadhalika. Nyaraka inapofika mbele yako, lazima wewe kama msaidizi wa kumbukumbu au RMA kwa kifupi tunavyoita, ni lazima uitambue kwamba hii nyaraka niliyoipokea ni aina gani. Maana kwa mahakamani tunazo kesi za madai, za jinai. Sasa unaweza kupokea nyaraka kumbe inahusiana na kesi ya madai, basi ni lazima upeleke sehemu ambayo inahusiana na madai, na kama itakuwa ya jinai unaweza ukaipeleka huko. Kwa hiyo ndio maana wanasema ni lazima tuitambue hii nyaraka, ni lazima tuiainishe na ni lazima tuitunze. Kwa hiyo ukishaitambua kwamba hii ni aina gani, utakuainisha sasa kwamba unazitenga kwamba hii ni itakaa sehemu hii na hii ni sehemu hii. Usimamizi wa kumbukumbu. Huu ni mchakato wa kushughulikia kumbukumbu kuanzia maandalizi yake, kuainishwa, kuhifadhiwa hadi kutolewa, ikiwa ni pamoja na kumbukumbu za kimtandao na zile za karatasi. Kwa hiyo wewe ukipokea dokumenti lazima uiskani, umpeleke kwa mheshimiwa husika. Na ile inayobaki sasa kama ni material ngumu, ni lazima uitunze sehemu salama ambayo inastahili kutunzwa. Lengo la usimamizi wa kumbukumbu ni kupanga, kulinda na kurahisisha upatikanaji wa kumbukumbu huku ukizingatia usiri na faragha ya taarifa. Kwa hivyo upatikanaji wa nyaraka, pengine nyaraka hapo zinazopatikana ni aina nyingi. Kama ni kesi ya mtoto, huwezi kumpa kila mtu nakala ile. Atapewa mtu sahihi ambaye ni mtu muhusika tu, kwa sababu kwenye kesi anapata yule aliyekinzana na sheria na yule aliyegusana na sheria na pengine waendesha mashtaka. Msaidizi wa kumbukumbu ni nani? Huyu ni mtu anayehusika na usimamizi wa kumbukumbu na katika mahakama hutoa msaada wa kiutawala na kisheria ili kuhakikisha shughuli za mahakama zinaenda vizuri. Nyaraka ambayo ipo mbele yako haitakiwi kila mtu aione au kila mtu aijue, ambaye haistahili, kwamba ni yule mhusika tu ndo ataipata. Kwa hiyo kwenye kesi za watoto hatutoi nyaraka ovyo ovyo, tunatoa nyaraka kwa utaratibu na kwa maelekezo, ni kwa wale tu wahusika. Kwa maneno mengine, wasaidizi wa kumbukumbu ndio walezi wa kumbukumbu za mahakama. Nafasi yao ni ya msingi katika mfumo wa haki. Kwa ufupi, wao ndio moyo wa taasisi katika utunzaji wa kumbukumbu. Wewe sasa, kama hivyo tunavyosema, wewe ni muhimu na ni kiungo kati ya mtoto na haki. Kwa hiyo wewe kama msaidizi wa kumbukumbu si msaidizi wa majarada tu, bali ni daraja kati ya mahakama na kutenda haki kwa wakati. Sasa tuangalie malengo makuu na muhimu ya utunzaji wa kumbukumbu. 1. Kutambua, kuainisha na kuhifadhi nyaraka.
na maana sheria ya usaidizi wa kumbukumbu imeundwa na sheria namba 2 ya utunzaji wa nyaraka, utunza kumbukumbu na nyaraka. Wewe ndio unaifanya ile kumbukumbu iendelee kuishi na kuwa hai na kufanya kazi. 2. Kuratibu upatikanaji wa nyaraka ndani na nje ya taasisi. Kila kitu kinachohusu mtoto kinaenda kwa unyeti wake. Unajali hizo kumbukumbu na kuzitunza. 3. Kudumisha usiri, faragha ya taarifa na upatikanaji wa nyaraka kwa umma. Kwa mfano, RMA, na wewe ni mtu wa kwanza kabisa kukutana na mtoto au mdau yoyote anayekuja mahakamani, wakiwemo watoto. Una wajibu sasa wa kumuuliza tu kwa upole kwamba umekuja huku kufanya nini? Kwa sababu pia watoto wakati mwingine wanakuja wanaogopa, lakini unatakiwa uwe na upendo, umuite kirafiki, umuulize, umekuja huku kwa ajili ya nini? Kama yuko na mzazi, basi mlezi au mzazi atakuelezea. Sasa shida inayokuja, unakuta huyu RMA akishauliza vile, amejua mtoto kaja kwa ajili ya nini, ataenda kwa wenzake. Mmemwona yule mtoto? Yule mtoto bwana amekuja huku, kumbe alibakwa na fulani, alibakwa. Kila mtu sasa mnaonyeshana yule, kitu ambacho sio sahihi. Lakini pia unapokuwa huko mle mahakamani, yale unayoyasikia kule yabaki tu kule. Ifahamike kuwa msaidizi wa kumbukumbu si mhudumu wa majalada tu. Wewe ni nguzo muhimu inayohakikisha haki inatendeka kwa usahihi, kwa haraka na kwa kufuata maadili. Kwa maneno mengine, kama msaidizi wa kumbukumbu, wewe ni daraja kati ya kumbukumbu na haki ya mtoto na chombo cha mabadiliko katika sekta ya haki. Sasa tuanze kwa kuchambua majukumu na wajibu mahususi wa wasaidizi wa kumbukumbu katika kushughulikia mashauri ya watoto. Hifadhi ya kumbukumbu inayohusiana na mashauri ya watoto inajumuisha kupanga na kuhifadhi nyaraka zote za kumbukumbu zinazohusiana na taratibu za mahakama, ikiwa ni pamoja na kufungua, kutunza na kufungwa kwa jalada wakati na baada ya usikilizaji wa shauri. Usimamizi bora wa kumbukumbu ni muhimu katika uendeshaji mzuri wa mashauri, kwani kushindwa kutoa au kupata kumbukumbu za mahakama husababisha ucheleweshwaji na kuathiri upatikanaji wa haki mahakamani. Kupokea na kusimamia ushahidi. Msimamizi wa kumbukumbu ndiye custodian hasa, yani ndio mtu maalum ambaye anapaswa kuhakikisha anapokea ushahidi, uwe wa vielelezo ama uwe wa kwenye makaratasi. Tunasema kwa Kiingereza wanasema documentary or real exhibits. Wakati mwingine vielelezo vinaweza kuwa ni panga, ni kisu, ni kamera, ni shoka. Wakati mwingine kielelezo kinaweza kuwa ni nyaraka zilizoandikwa labda mkataba au zilizoandikwa masuala mbalimbali ya watoto. Kwa hiyo hivi vyote vitapokelewa wakati shauri linaendelea mahakamani. Inategemea ni aina gani la shauri linaloendelea mahakamani. Shauri linaweza kuwa la madai au linaweza kuwa la jinai. Kwa nyakati zote tunaposikiliza mashauri hayo, kuna uwezekano mkubwa wa kutolewa hivyo vielelezo. Vinavyotolewa vile vielelezo anavipokea nani? Hakimu anapokea kwa utaratibu wa kisheria, lakini mtunzaji na kuhakikisha kile kielelezo kinabaki katika ubora wake mpaka kitakapohitajika tena ni karani, ambaye huyu anajulikana kama msaidizi wa kumbukumbu. Watu wamezoea kuwaita makarani. Kwa hiyo hawa ndio watapokea. Wakimaliza, baada ya mheshimiwa hakimu kuwa ameshakimaki kielelezo, atampatia aende akahifadhi. Kuna sehemu maalum ya kutunzia vielelezo. Unawajibika kupokea na kutunza ushahidi wote wa maandishi na wa vielelezo uliopokelewa mahakamani na kuhifadhiwa sehemu sahihi. Kwa nini? Uwekaji kumbukumbu sahihi na usalama wa ushahidi unahakikisha haki katika uendeshaji wa mashauri ya watoto. Kurudisha na kuondoa vielelezo. Baada ya uamuzi wa mahakama, vielelezo vinapaswa kurejeshwa au kuondolewa kwa mujibu wa amri ya mahakama. Kwa mujibu wa sheria, shauri lolote linapomalizika mahakamani, kama kuna vielelezo vilivyotolewa mahakamani, mheshimiwa hakimu aliyesikiliza lile shauri au mheshimiwa jaji anapaswa kutoa amri kuhusiana na vile vielelezo. Kama ni hati labda za mikataba
au ni hati za watoto, anatakiwa kusema sasa kielelezo hichi baada ya kesi kumalizika kiende wapi. Kwa hiyo ni lazima mheshimiwa husika awe ameweka amri kwenye jalada lake. Kwa mujibu wa sheria inatakiwa tukae kwa muda wa siku 30. Kama hakutokuwa na rufaa yoyote kati ya wadawa ambaye amepewa jukumu la kuchukua vielelezo vile, anaweza kurudi mahakamani kuomba kupatiwa kile kielelezo kwa mujibu wa amri ya mahakama. Uhakiki wa ada za mahakama na namba za malipo, yani control numbers. Tuna mfumo maalum wa usimamizi na ufunguaji wa mashauri mahakamani, unaitwa Electronic Case Management System. Huko ndiko ambako wadawa husajili mashauri yao katika hatua za awali, katika hatua za rufaa na katika kuleta baadhi ya nyaraka ambazo wameelekezwa na mahakama wasilete. Kwa hivyo basi, kama ni shauri jipya limeletwa mahakamani na inapaswa shauri hilo kulipiwa ada, mara baada ya kuwa shauri hilo limekubaliwa na naibu msajili, hakimu mfawidhi wa kituo husika, hatua inayofuata ni mhusika kwenda kulipia gharama. Mhusika hawezi kulipia gharama bila kukadiriwa kwa kupatiwa control number ili aweze kulipia gharama. Kutoa wito wa kufika mahakamani. Unawajibika kutoa na kurekodi utoaji wa hati za wito wa mahakama kwa uangalifu ili kuepuka unyanyapaa kwa mtoto. Katika kesi za jinai, mahakama kupitia wasaidizi wa kumbukumbu lazima ichukue hatua za haraka kushughulikia kesi mara tu inapopokea hati ya mashtaka. Msimamizi wa kumbukumbu analitekeleza jukumu hili kwa kuandaa nyaraka maalum ambazo kwa kawaida watu wamezoea kuziita summons. Hizo summons ndio zinamfahamisha yule aliyeshtakiwa kwamba kuna shauri lako limepelekwa mahakamani ama umeshtakiwa mahakamani. Sasa akishapelekewa ule wito ndo anaweza kufika mahakamani na shauri likaendelea. Iwapo mtu huyu hatopelekewa wito shaurini au summons kama mlivyozoea kuita, hawezi kufahamu uwepo wa shauri lililopelekwa dhidi yake mahakamani. Kwa hivyo jukumu hili ni muhimu kwa sababu mara tu shauri jipya linapopokelewa, liwe ni shauri la original, yani limeanzia pale pale, au liwe ni shauri la rufaa at appellate level, wajibu wa kumjulisha mdaiwa katika shauri lile uko pale pale, kwa sababu hawezi kufika mahakamani bila kujua kama ameshtakiwa na hawezi kujua amepangiwa tarehe gani. Kwa hivyo, kwa sababu sasa hivi mashauri yote tunaendesha kwa njia ya mfumo, ni mheshimiwa jaji au mheshimiwa hakimu pekee ndo anaweza kufahamu uwepo wa shauri jipya kama hilo. Akishalipokea atatoa amri ndani ya jalada lake, na mtekelezaji wa amri hiyo ndio huyu msaidizi wa kumbukumbu. Usimamizi na uendeshaji wa mashauri ya watoto. Jambo hili lisipotendeka kwa kadiri linavyotakiwa kwa mujibu wa sheria, kumkosesha haki mtoto, kwa sababu mathalan ni shauri la madai ya matunzo. Anatakiwa apelekewe wito huo mzazi ambaye anaonekana kuto kulitimiza jukumu lake. Mzazi asipopelekewa wito shaurini, akafika mahakamani na kuambiwa kwamba nini kilichopo, hataweza kutoa matunzo kwa ajili ya mtoto. 6. Usimamizi wa ratiba ya mahakama. Hakikisha ratiba ya mahakama inasimamiwa vizuri. Mashauri ya watoto yanapaswa kupewa kipaumbele na yasicheleweshwe bila sababu. Sasa hivi tuna mabadiliko ya teknolojia ambayo kuna baadhi ya nyaraka hazitafika kwake, zitafika moja kwa moja kwa hakimu mfawidhi au kwa mheshimiwa msajili au pengine hata kwa mheshimiwa jaji mfawidhi, yeye asizione. Lakini sasa mheshimiwa huyu hawezi kuendelea na shauri hili pia bila kumhusisha msimamizi wa kumbukumbu, kwa sababu mathalan nimetoka kuzungumzia utoaji wa summons au wito shaurini. Anayeziandaa na kuhakikisha zinakwenda sehemu sahihi ni msimamizi wa kumbukumbu. Lakini pia msimamizi wa kumbukumbu ndiye anafahamu kama wadaiwa walioitwa kwa ajili ya shauri husika mahakamani wapo ama hawapo, kwa sababu mheshimiwa hakimu na mheshimiwa jaji wanakuwa kwenye chambers. Anayekwenda kuwaita na kumfahamisha kwamba watu hao hawapo au hawapo ni msaidizi wa kumbukumbu. 7. Kuwezesha utekelezaji wa amri za mahakama. Lazima utoe nyaraka zinazowezesha utekelezaji wa amri za mahakama, hasa zinazohusu malezi, usalama au matunzo ya mtoto kwa wakati. Hivyo ni muhimu sana kwa huyu mtunza vielelezo au afisa kumbukumbu kuhakikisha amepokea na kutunza vielelezo vizuri kama inavyoainishwa kwa mujibu wa sheria, na kuhakikisha kielelezo hicho kinapatikana wakati kitakapohitajika. Mathalan, shauri limemalizika,
mmoja kati ya wadaawa, pengine ni mtoto, hakuridhishwa na uamuzi uliotolewa na mahakama, mathalan ni kesi ya jinai, anafikiria kukata rufaa kwenda mahakama ya juu. Iwapo kile kielelezo kilichopokelewa mahakamani kikawa kimepotea au kimeharibika kwa namna yoyote, na mheshimiwa jaji mahakama ya rufaa akataka kukiona akashindwa kukiona, itapelekea kukosekana kwa haki hapo, kwa sababu mheshimiwa jaji kuna mahali atashindwa kutoa uamuzi sahihi kwa mujibu wa sheria kwa kukosa kile kielelezo husika. Kwa hiyo tunaona jukumu hili ni kubwa sana. Na katika kesi za watoto pengine kuna nyaraka kama vyeti vya kuzaliwa, nyaraka za kuasili watoto, nyaraka za matunzo na nyaraka nyingine nyingi. Kama hazitotunzwa vizuri, basi zitapelekea haki za watoto kupotea. 8. Utoaji wa nyaraka za mahakama. Msaidizi wa kumbukumbu anatakiwa kutoa nakala halali za nyaraka za mahakama kwa haraka na kwa usiri. Nyaraka hizi ni pamoja na hati za madai, maelezo ya shauri la upande wa mashtaka kwa mujibu wa kanuni ya 36 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za mwenendo wa mashauri ya watoto, mienendo ya mashauri, nakala za hukumu, taarifa za kuhamisha shauri na amri zote zinazohusiana na mashauri yao. Wewe ndio unapaswa kuziandaa zile nyaraka zote na kuhakikisha nyaraka zile zimewafikia wadaawa kwa wakati, kwa kadiri ilivyoelekezwa na mahakama kupitia mheshimiwa jaji au mheshimiwa hakimu anayelisikiliza shauri. Kama nilivyosema toka awali, mdaiwa au mtu mwingine hawezi kufahamu kama mahakamani kuna amri inayopaswa yeye kumfikia, isipokuwa amri ile kutolewa pale kupelekwa kule inakotakiwa kwenda. Na wapo watu maalum kwa ajili ya kupeleka hizo nyaraka, lakini kabla watu hawajazipeleka hizo nyaraka lazima ziwe zimeandaliwa na msaidizi wa kumbukumbu. Kwa hivyo msaidizi wa kumbukumbu atapaswa kuziandaa mapema na kuhakikisha mtu anayepaswa kuziwasilisha amezipokea mapema kabla pengine ya tarehe nyingine iliyopangwa shauri kufika mahakamani. Kwa hiyo katika mashauri ya watoto nyaraka hutolewa kwa wale watu tu wanaohusika na shauri hilo au watu wenye interest katika shauri hilo, mara baada ya kupata kibali maalumu kutoka katika uongozi wa mahakama kwamba sasa hawa wameonyesha wana interest hii, basi wapatiwe nyaraka hizi. Kuweka mpangilio mzuri wa ukaaji mahakamani kwenye mashauri ya watoto. Msaidizi wa kumbukumbu lazima ahakikishe kuna mpangilio mzuri wa ukaaji mahakamani wakati mashauri ya watoto yanasikilizwa. Anatakiwa kuhakikisha kuwa mkao huo ni salama, unaofaa na rafiki kwa mtoto. Hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 99 kifungu kidogo cha pili b na c na 99 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mtoto na kanuni ya 7 ya JCR. Katika uendeshaji wa mashauri ya watoto, hasa mashauri ya watoto wanaokinzana na sheria, kuna namna ambayo imeelekezwa na sheria mtoto anapaswa kukaa anapokuwa mahakamani. Awe mtoto mkosaji ambaye amekinzana na sheria au mtoto ambaye amekuja mahakamani kwa ajili ya kutoa ushahidi kama vile victim, au kwa jina lingine ambalo ni zuri zaidi, labda mtoto ambaye alipata madhara au manusura ametokana na hilo kosa ambalo lilifanywa na mtoto mwenzake. Sheria inataka mtoto yule akae katika namna ambayo hataogopa anapokuwa mahakamani, asione kama ni sehemu ambayo yeye ameletwa kwa ajili ya kuhukumiwa tu. Mtoto anapaswa kusikilizwa katika mazingira ambayo ni rafiki. Kwa hivyo hata muonekano wa mheshimiwa hakimu au jaji na watu wote wanaokuja mahakamani kusikiliza shauri la mtoto haupaswi kuwa muonekano ambao uko tunasema formal, yani uko serious kiasi kwamba mtoto akaona huku nimekuja wapi tena mimi. Awe mtoto aliyekizana na sheria au mtoto aliyekuja kutoa ushahidi kama ni manusura au victim au vinginevyo. Kwa hivyo wewe sasa jukumu lako ni kumkumbusha mheshimiwa hakimu na mheshimiwa jaji na wadau wote kama vile afisa ustawi wa jamii, mwendesha mashtaka wa serikali kwamba leo ama kesho tutakuwa na kesi ya mtoto, na wakumbusha muonekano wetu. Kimsingi tunaposikiza mashauri ya watoto askari hapaswi kuwepo, kwa sababu tunaposikiza mashauri ya kawaida ya jinai askari lazima awepo mlangoni ili kulinda usalama wakati tunasikiza mashauri yao. Unlike mashauri ya watoto, hilo halipaswi kuwepo kabisa. Kama tutaona ni muhimu kuwa na askari, basi askari yule asiwe amevaa nguo za kazi, yani sare zake za kazi. Anapaswa kuwa amevaa nguo za kiraia, na wala mtoto asitambue kabisa kama tuna askari ambaye atakuja kuangalia usalama wetu. Kuna mwongozo kwa mujibu wa sheria. Tunatakiwa kukaa kama tuko kwenye conference fulani.
more of a round design ya kukaa, yani sio ile inayokuwa formal kama ambavyo inakuwa katika mahakama zingine. Na mara zote mtoto anapaswa kuwa karibu na mtu ambaye anamuamini, ni afisa ustawi wa jamii, mzazi wake ama mlezi wake. Kwa hiyo mtoto anatakiwa kuwa placed kwenye watu hao. Kuzuia umma kuweza kufuatilia mashauri yanayohusu watoto mahakamani. Msaidizi wa kumbukumbu anawajibika kisheria kulinda faragha ya mtoto wakati wa usikilizwaji wa mashauri ya watoto na kuruhusu watu pekee walioidhinishwa na wanaoruhusiwa kuwepo. Hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 99 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mtoto. Kabla haujawaita wadau kuingia mahakamani, ni jukumu lako pia kuwa identify, yani kuwafahamu. Shauri la mtoto linakuja kusikilizwa leo. Watu ambao ni muhimu kuwepo ni wazazi wake ama walezi wake, ndio sheria inavyoelekeza. Kwa hiyo wewe ni lazima ujiridhishe kwamba sasa anayetaka kuja huko, je, ni mzazi au mlezi wa huyo mtoto? Sawa. Lakini utakuta kuna watu wengine kama familia zetu wengine, mtu mmoja akiwa na shauri tunataka wote tumsindikize mahakamani, na wote tunataka kusikia kilichoendelea mahakamani na kilichoamriwa dhidi ya ndugu yetu, si ndio? Kwa hiyo wote tutakuwa hatuelewi, sisi tunafikiri tu kwamba tunaingia kama sehemu zingine. Kwa hiyo ni wewe msimamizi wa kumbukumbu sasa kuwaambia hawa watu kwamba hapana, kwa mujibu wa sheria mashauri ya watoto husikilizwa kwa usiri, na usiri wenyewe unawataka wale tu wahusika wa karibu ndio waingie wakati shauri hili linaendeshwa mahakamani. Kusimamia na kufuatilia utekelezaji sahihi wa amri za mahakama. Baada ya mahakama kutoa amri, mathalan ya anayetakiwa kuwa mlezi wa mtoto au matunzo, msaidizi wa kumbukumbu lazima afuatilie kuhakikisha utekelezaji wake unafanyika ipasavyo. Yule anayetakiwa kupelekewa amri hawezi kufahamu kama kuna amri imetolewa mahakamani bila wewe kuandaa na kuitoa hiyo amri. Kwa hivyo utakapoiandaa na kuitoa na kumpa mtu sahihi wa kuipeleka hiyo amri, ndio utakuwa umehakikisha hizo amri zimepelekwa. Na feedback sasa baada ya kupelekwa, ulimpa labda mpeleka msambaza nyaraka wa mahakama, una wajibu wa kuwasiliana na huyo msambaza nyaraka wa mahakama kumuuliza feedback juu ya amri uliompatia aipeleke kwa muhusika. Je, imemfikia? Na kama imemfikia, uthibitisho kwamba imemfikia uko wapi? Akupatie uthibitisho, urudishe kwenye jalada. Kwa hiyo huko ndio kuhakikisha kwamba nyaraka au amri za mahakama zinatekelezwa. Kama haikumfikia, pia akupe taarifa kwa nini haikumfikia, kipi kilikuwa ni kikwazo. Kwa hiyo anakupa, na akiwa ameweka kwenye maandishi utarudisha kwa mheshimiwa jaji au kwa mheshimiwa hakimu, au utamuelekeza hii kaweke kwenye mfumo, kwa sababu sasa hivi hatupokei nyaraka mkononi, kaitumbukize mle na unamfahamisha mheshimiwa jaji kwamba fulani aliniletea taarifa juu ya utekelezaji wa amri fulani, lakini mheshimiwa jaji tayari imeshawekwa kwenye mfumo wetu wa mahakama, ambapo ndiko sasa jalada laini linakopatikana. Kuita mashauri ya watoto mahakamani. Mashauri ya watoto hayapaswi kuitwa kwa sauti kubwa hadharani. Tumia namba ya mashauri kwa utulivu. Mashauri yote hutangazwa kupitia vipaza sauti. Fikiria mtoto ambaye ana shauri linalokinzana na sheria, ameletwa mahakamani kwa makosa ya kijinai, alafu unamtangaza hadharani. Inaonekana sio sawa. Kwanza ni kumnyanyapaa mtoto, lakini pia inaleta hisia tofauti kwa mtoto mwenyewe kujisikia ametangazwa hadharani, lakini pia na kwa jamii nyingine ambayo itakuwa inasikiliza. Kila mtu atakuwa interested kujua huyu mtoto amefanya kosa gani, amefanya kosa gani. Kwa hiyo wengine watafanikiwa kujua kitu ambacho sio sawa, kitakuwa kinamexpose mtoto kwenye public kwa kile alichokifanya, ambacho sio lengo la sheria. Katika mashauri haya ya madai ambayo watoto wanajikuta tu wameingia kwa sababu ya migogoro kati ya wazazi wao, hawapaswi kujulikana. Kuwaapisha mashahidi na watafsiri au wakalimani. Wewe ndio utamwezesha mheshimiwa hakimu au mheshimiwa jaji kuchukua kiapo cha yule aliyekuja mahakamani kwa ajili ama ya kutoa ushahidi, ama ameelekezwa achukue kiapo kwa namna nyingine yoyote ile, kwa sababu wewe ndio utamuongoza atasema maneno gani kwa yule ambaye hafahamu. Kama anafahamu, basi utamwelekeza anasimama vipi, utampa vifaa maalum kwa ajili ya kuchukua kiapo chake. Kwa hiyo ndio tunasema utawaapisha au utasimamia, kwa sababu hakimu anaweza akafanya yeye mwenyewe au jaji, lakini pia anaweza kukuelekeza
wewe kufanya hivyo. Ipo sheria ya viapo inaelekeza kiapo cha kila muumini wa dini fulani na asiyekuwa na dini anapaswa kuapa kwa namna gani. Kwa hiyo ni wajibu wako pia kuvifahamu hivyo viapo, kuwa navyo kama sehemu ya nyenzo za kazi yako. 14. Kuweka orodha ya watoa msaada wa kisheria na msaidizi wa mtoto mahakamani, yani guardian ad litem. Kumbukumbu ya wasaidizi wa kisheria kama guardian ad litem, wasaidizi wengine wa watoa msaada wa kisheria na taasisi zao ni muhimu kwa sababu kuna wakati ambapo hata social welfare officers inapaswa pia kuwa na kumbukumbu zao. Ni muhimu kwa sababu kuna wakati mashauri yanakuwa yanasikilizwa, lakini katika usikilizwaji wa mashauri mheshimiwa hakimu au mheshimiwa jaji akaona kuna uhitaji wa kuwapata watu wao kwa haraka. Lakini kama msaidizi wa kumbukumbu umeweka nyaraka hizo kwa kuzitunza ama kuzibandika na kuweka namba zao pamoja na mawasiliano yao kwa ujumla, kwako itakuwa rahisi kumpata mtu huyo kadri ilivyoelekezwa na mheshimiwa jaji na shauri likaendelea bila kukwama. 15. Kuwasaidia mawakili katika kesi za bila malipo, yani pro bono, wasaidizi wa watoto mahakamani, guardian ad litem, na watafsiri au wakalimani. Kuna mashauri ambayo yanasikilizwa na kwa hali halisia ya mashauri, labda ni mashauri ambayo yanapelekea mtu kupewa adhabu kubwa sana kisheria. Sheria inataka mtu wa namna hiyo apewe usaidizi wa kisheria. Hayo ni mashauri ya jinai. Kwa hiyo kuna mawakili wa kujitegemea ambao watu hawa hupangiwa kwa ajili ya kuwasimamia wakati mashauri yao yanapoendeshwa mahakamani. Inawezekana akawa ni mtoto mdogo anayekinzana na sheria ambaye amekutana na changamoto hiyo akihusishwa na watu wengine wakubwa. Kwa hivyo wale mawakili waliopangiwa kusikiliza mashauri ya hawa watoto pamoja na watu wale wanapaswa kupewa taarifa kwamba kuna shauri fulani na fulani litakuja mahakamani tarehe fulani na wewe umepangiwa kuja kumwakilisha mtu huyu. Kwa hiyo yeye bila kupata taarifa hawezi kujua. Taarifa inaweza kuwa kwa barua au kwa kumpelekea amri ya halali iliyotolewa na hakimu au jaji mahakamani. 16. Mawasiliano na uratibu wa wadau. Msaidizi wa kumbukumbu anatakiwa kuratibu mawasiliano kati ya mahakama, ustawi wa jamii, polisi na wadau wengine, kuhakikisha wote wana taarifa na wanahudhuria mahakamani. Kwa hivyo ni muhimu kuwa na mawasiliano nao ili kuhakikisha shauri halikwami kusikilizwa ama kuendelea kwa hatua yoyote kwa sababu ya kutokuwepo mmoja kati ya wadau muhimu ambao wameainishwa na sheria kuwepo wakati shauri la mtoto linaendeshwa. Kwa hivyo kwa kuwa na mawasiliano nao kabla ya kuanza shauri, una wajibu wa kuhakikisha unawatafuta ama kwa mawasiliano nao au kwa kuangalia katika maeneo ya mahakama kama tayari wameshafika, kama hawajaja kuripoti kwako. Kwa hiyo ukiwapata ndipo utakwenda kumfahamisha mheshimiwa jaji au hakimu uwepo wa wadau hao na shauri likaanza kusikilizwa. 17. Kuwataarifu wahusika kuhusu uwepo wa hakimu au jaji. Mashauri tunayoyazungumzia ni mashauri ya watoto. Mtoto amefika mahakamani toka saa 12 inawezekana, na baadaye mheshimiwa jaji amepata dharura, amekujulisha wewe kwamba nimeshindwa kufika kwa sababu 1, 2, 3. Kwa hiyo mashauri yangu yaende yakaahirishwa kwa mheshimiwa naibu msajili au kwa hakimu mwingine. Wewe msaidizi wa kumbukumbu hupaswi kuchelewa kulitekeleza hilo jukumu. Unapaswa kuwasiliana na wadau haraka kuwajulisha kwamba mashauri ya mheshimiwa A yaliyopangwa kusikilizwa saa fulani hayatoendelea kwa sababu mheshimiwa jaji au mheshimiwa hakimu amepata dharura. Kwa hivyo utawachukua wadau na kuwapeleka ili shauri liahirishwe, waondoke wakaendelea na majukumu yao. Hitimisho. Usimamizi bora wa mashauri ya watoto unaanzia kwako, msaidizi wa kumbukumbu. Uaminifu wako wa kuhakikisha haki kwa mtoto inatolewa kwa wakati, kwa heshima, kwa usawa, kwa mujibu wa sheria na kwa kuzingatia maslahi mapana ya mtoto. Kama msaidizi wa kumbukumbu, kwa nafasi yako, hakikisha kila mtoto anayepita katika mahakama zetu ajisikie salama, asikike na alindwe kwa sababu ya huduma yako na weledi wako. Asante kwa kujitoa kwako, na endelea kuhudumu kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu.
Ndugu msaidizi wa kumbukumbu, nikupongeze sana kwa kutumia muda wako wa thamani kwa ajili ya kufuatilia mafunzo haya. Naomba nikuhakikishie kwamba muda wako hujapotea bure. Wapo watu ambao watafaidika na ubora wa huduma yako sasa, ambayo tunaamini kwa mafunzo uliyoyapata kupitia njia ya mtandao, usaidizi wako wa kumbukumbu hautakuwa sawasawa na kabla hujaanza kufuatilia mafunzo haya. Nikutie moyo kwamba huu usiwe ni mwisho. Endelea tena na tena kuboresha utoaji wako huduma kwa kupitia mafunzo haya mazuri. Hongera sana na kutakia kila laheri.